Hii ni simulizi ya marafiki wawili ambao wanapendana sana. Urafiki wao ni wa muda mrefu mno, tangu wakiwa watoto hadi utu uzima. Wamesoma pamoja kuanzia shule msingi, sekondari, chuo, kisha wakaenda jeshini pamoja, lakini pia kama haitoshi wakahamia kwenye mji mmoja kuishi. Kwenye urafiki wao wanagombana sana, lakini ugomvi wao unaisha wakati wa kula tu. Kifupi, urafiki wao umeshibana mno. Filamu inaitwa Best Friend. Mmeacha kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Chinwe kwa sasa ameolewa, yupo kwenye ndoa kwa miaka 3, lakini urafiki wake na Remi bado haujaisha hata kidogo. Remi leo kampa taarifa Chinwe kuwa ana safari ya kwenda Zanzibar kula bata. Chinwe akashangaa, anaenda na nani huyu? Remi akasema atakuja kuongea naye baadaye. Sasa siku iliyofuata Remi akaja nyumbani kwa Chinwe, akasema anaenda Zanzibar kula bata na Chike. Remi na Chike wana miezi 6 tu tangu wafahamiane hao wawili, lakini Chinwe hayajui ya mahusiano, yani hajawahi kuambiwa chochote kile na Remi. Chinwe akauliza, huyu ndo mwenyewe? Ndiyo, nitakuonyesha picha yake, hebu nione basi anafananaje? Chinwe alipoitazama ile picha akaipenda kinoma. Rafiki yangu anaenda kuolewa sasa. Remi akaanza kumpima, akahisi anaumwa huyu au kuna kitu kavuta. Chinwe na Remi wakaanza kuongea kwenye simu, wanatumia muda mrefu sana, kitu ambacho Nathan hakipendi hata kidogo. Naona umeolewa na huyo msichana, kwa nini unasema hivyo? Wewe chukua vitu vyako kaishi naye tu, lakini nakupa muda, hebu futa mdomo wako. Chinwe akafuta. Afadhali umejua unadanganya. Chinwe ikabidi aache simu yake pale na nini, akaenda kukaa na mpenzi wake ise, maana akianzaga kuongea tu na Remi hampi muda kabisa Nathan. Sasa kuna chakula Chinwe hawezi kukipika, kwa hiyo Remi akawa anamsaidia kumpa maelekezo kwa njia ya video call. Kwa sasa Remi yuko Zanzibar kwa ajili ya mapumziko na mpenzi wake na nini, kwa hiyo akamwomba kama vipi ampigie baadaye, kwa sasa kuna kitu anataka akifanye. Basi wana vibe kishenzi hao watu wawili. Chinwe akawa amekubali, kwa hiyo atamalizia kupika mwenyewe, japokuwa hajui, lakini atafuata maelekezo ambayo ametumiwa WhatsApp. Baada ya wiki 2 kupita, Chinwe akampigia sana simu Remi, lakini hampati. Ana wasiwasi kishenzi aise. Nathan akasema pengine ana enjoy huko. Chinwe akasema alipaswa kuwa amerudi siku 3 zilizopita, lakini hadi sasa hivi hajafika. Vipi kama ameongeza siku? Atakutafuta. Haunielewi, hayupo kwenye social media, hapokei simu wala hanipigii, nahisi vibaya. Nathan akamtuliza mke wake hapa, akasema wampe siku moja tu, wasiposikia chochote wataanza kumtafuta. Sasa Chinwe akaja kumtafuta Remi nyumbani kwake, maana huu kimya sio wa kawaida kabisa, lakini kwa bahati mbaya hakumkuta pia. Sasa swali ni kwamba atakuwa wapi Remi? Alipofika nyumbani ikabidi ampigie simu mdogo wake, akamuulizia kama anajua wapi alipo dada yake, lakini naye akasema hajui aisee. Akamwambia aende akatazame kwenye ndege aliyopanda, labda atakuwa amerudi. Kweli bana, Chinwe akamwambia Nathan kuwa amfuatilie kwenye ndege aliyokuwa amepanda, pengine atakuwa amerudi. Mchize akampigia mshikaji wake Chika ambaye anafanya kazi kwenye uwanja wa ndege. Baada ya muda Chinwe akaja kuuliza kama majibu ametumiwa, akaambiwa bado hajapewa hadi hivi sasa. Chinwe ikabidi afanye maamuzi mwenyewe ya kwenda uwanja wa ndege kufuatilia aisee. Nathan akamkatalia. Pale pale ikaingia message kwa Nathan. Chika akasema Remi ameingia nchini siku 2 zilizopita. Kama yupo hapa atakuwa wapi? Kwa nini apokee simu wala ajibu meseji? Chinwe ikabidi aende kumtafuta rafiki yake. Chinwe anahisi pengine mwanaume aliyekuwa naye ana imani za kishirikina au anachukua viungo vya binadamu, pengine na rafiki yake amechukulia viungo vyake. Nathan akaomba sana wavumilie hata siku moja tu, wasipopata taarifa yake basi waende polisi kuripoti. Chinwe hakutaka kabisa kusubiri aise, akaondoka. Ila amefungua mlango wake tu akamwona Remi amechoka vibaya mno. Macho yanamtoka aise. Ikabidi ampe msaada hapa. Sasa yule mwanaume aliyeenda naye Zanzibar alikuwa tapeli wa kutupwa, alimtapeli pesa zake zote. Sasa mchizi alipofika Zanzibar akajifanya akaunti yake na shida, kwa hiyo wakaanza kutumia pesa ya Remi. Unaweza vipi kumpa pini yako ya benki mtu ambaye humjui vizuri? Ningefanyaje? Tulikuwa Zanzibar, ni mbali, ikabidi tu nifanye hivyo. Sasa walipofika Nigeria wakaenda kukaa kwenye apartment, kisha mchizi akachukua pesa zote kwenye akaunti ya Remi, akawa amepotea. Remi anaumia kinoma ise, maana anapenda wanaume kwa moyo wake wote, lakini wao wanaishia kumuumiza tu. Chinwe akasema siku moja atampata mwanaume anayempenda kwa dhati, kwa hiyo anapaswa avumilie tu. Sasa mnaojiita ma-BFF basi mjifunze hapa kuwa BFF wa mtu ni kujitoa kwa kila hali kwa mwenzako. Matatizo anayopitia mwenzako unapaswa uyabebe kama yako pia. Akilia wewe lia zaidi, na akicheka wewe cheka zaidi yake, yani fanya kila kitu kumzidi yeye. Chinwe kwenye maisha yake anapenda sana watoto, akimwona mtoto tu anachanganyikiwa, lazima aende kumuona yani. Nathan akasema mke wake anapenda sana watoto, akiona mtoto anafurahi sana. Naelewa hilo, hata mimi nilikuwa hivyo. Nilipompata tu nikagundua kuwa mzazi sio kitu rahisi. Napenda watoto, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ni kweli mwanao ni mzuri sana jamani. Ikabidi wamlipia anachodaiwa hapa supermarket huyu dada ise, kisa wamemwona na mtoto tu. Maongezi ya Chinwe na BFF huwa hayakomi, wanaongea kwa muda mrefu kishenzi yani, hadi mchizi ikabidi achukue simu yake kisha muombe Remi akate simu, maana anataka kuenjoy na mpenzi wake hapa. Remi naye akawa amekubali. Sasa hawa watu wawili wamekuwa wakitafuta sana mtoto, lakini bahati mbaya hawapati.
mashati, wanafuata ratiba zote yani, lakini mambo yanagoma ise. Huku Remi kazi yake imekuwa kuvusha wanaume tu, anabadili wanaume kama mashati, hana muda na mpenzi kwa sasa ise. Chinwe anatumia hadi dawa, lakini mambo hayapo upande wao. Chinwe anatamani sana kuwa na mtoto wake, lakini mambo bado magumu. Mume wake muda wote yuko naye bega kwa bega, wakiamini tu kuwa siku moja watakuja kumpata mtoto wao. Kila akipima ujauzito anakuta negative. Haya majibu yanamsikitisha sana Chinwe. Huku Remi ameupoa chuma chake kimoja hivi, leo anataka ichapwe kisawasawa yani. Mbavu nayo sio kinyonge, iliichapa hadi asubuhi aisee. Remi aliposhtuka akahisi kuna vitu vinatembea ndani. Alipotazama akakuta mwamba kamwaga kwenye shamba aisee. Kwa hiyo unanilaumu? Wewe si ndio ulikuwa unataka niichape zaidi? Wewe ni mjinga Naenda bafuni, nikitoka nisikukute hapa. Hata kivuli chako tu sitaki kukikuta. Remi akamfukuza mchizi hapa, hataki kumuona tena. Wakati huo Chinwe naye ndo alikuwa anaingia hapa, ikabidi aulize kuna nini? Nilimpa kazi rahisi tu, atumie kondom, lakini kaiachi pasukie ndani. Kwa hiyo haya ndo maisha yako nayoishi Remi amekuwa ni mtu wa kubadili wanaume tu. Akasema wanaume wanataka kuenjoy, kwa hiyo acha waenjoy pamoja. Chinwe haamini kabisa hiki kitu. Chinwe na Nathan wakaja kwa mtaalamu hapa, akajilinda basi. Remi alikuwa analia tu, haelewi anafanya nini hapa. Chinwe akataka mjue muhusika, pengine wakimtafuta wanaweza kumpata, lakini kama mimbi na miezi 12, muhusika ni Chike, mchizi ambaye alimtapeli Zanzibar. Sasa watampata wapi mchizi? Kila mtu kachanganyikiwa kwa wakati wake hapa. Huku Nathan amekaa nyumbani peke yake kwa muda mrefu sana. Mke wake bado hajarudi hadi hivi sasa na wala hajampigia simu yoyote ile. Ikabidi achukue funguo ya gari amfuate huko huko. Huku Chinwe yuko biza anampikia BFF wake tu. BFF wake kashaingia kwenye janga, kwa hiyo ni lake pia, itabidi na yeye alikabili tu. Nathan alimpigia sana simu Chinwe, lakini hakuna aliyekuwa anaisikia hata mmoja. Remi ana mawazo kiasi kwamba hata simu hawezi kuisikia kabisa. Baada ya muda Chinwe akaleta chakula. Inabidi Remi ale, maana hawezi kushinda njaa. Chinwe alipotazama simu yake akakuta missed call 10 za Nathan. Pale mlango kagongwa. Alipoenda kufungua akakutana na Nathan hapa. Mchizi kafikaje hapa? Unanichukulia mwanaume wa aina gani ambaye sijali mke wangu hajarudi hadi hivi sasa, si ndio? Baby samahani, missed call 10. Bora ungepokea simu ili nijue uko wapi. Hiyo ni ngumu kwako, si ndio? Nilikuwa nampikia Remi, sikujua kama umepiga. Unajali kumpikia rafiki yako, unamwacha mume wako na njaa, si ndio? Naelewa umechukia, haujui. Nathan hajaipenda tabia ya mke wake, akawa amesepa. Chinwe amemchagua rafiki yake mbele ya mume wake. Remi akamtaka aende kwa mume wake, maana amesikia kila kitu. Chinwe hataki kumwacha mjamzito peke yake hapa. Baada ya muda Chinwe akarudi nyumbani kwake, kisha akaomba msamaha kwa mume wake na nini. Mchizi akasema, we ni mwanamke wa aina gani? Usiku huu unachagua kubaki na rafiki yako, unamwacha mume wako ndani kweli? Chinwe akauliza, unajilinganisha na rafiki yangu? Mimi ni mume wako. Ndiyo, we ni mume wangu, chochote kitakachotokea sikuachi. Hata we chochote ambacho kitanitokea hautaniacha. Ninachofanya ni kuwa na rafiki yangu akiwa na shida. Nielewe. Naelewa unampenda sana rafiki yako, lakini usizidishe sasa. Baby ni mjamzito. Nathan akashangaa. Chinwe akawa anakuja kumsaidia Remi hapa mara kwa mara, anamdekeza kama mtoto aisee. Remi akasema anataka itoe hii mimba. Chinwe hataki kabisa hata kusikia. Remi anasema baba, huyu mtoto ni mwarifu, hawezi kuwa na hii mimba. Chinwe akamtaka